Mbinu 10 za kumvutia mwanamke bila kumsukuma. Intro hook. Kuna wanaume wanaweza kuongea na mwanamke kwa dakika chache tu na mazungumzo yakaanza kuwa na connection ya ajabu. Lakini wengine wanaweza kumfuata mwanamke kwa wiki nzima, kutuma meseji kila siku, kumpigia simu mara kwa mara. Lakini mwisho wa siku wanaishia kusikia maneno mawili: samahani, sipo interested. Sasa swali ni, tofauti iko wapi? Leo kwenye Sauti ya Moyo nitakushirikisha mbinu 10 za kumvutia mwanamke bila kutumia nguvu, kulazimisha au kujishusha. Lakini kabla hatujaanza, bonyeza like, subscribe na follow kwenye Sauti ya Moyo, kwa sababu hapa tunazungumza kuhusu mapenzi, mahusiano na namna ya kujenga connection yenye maana. 1. Usianze kwa kumtaka, anza kwa kumjua. Usianze mazungumzo yako kwa kumwonyesha kwamba lengo lako pekee ni kumpata. Muulize kuhusu yeye, mjue, sikiliza anachosema. Mwanamke akiona kwamba unataka kumjua kama mtu badala ya kumwona kama target, mazungumzo yanaweza kuwa natural zaidi. 2. Jiamini lakini usijionyeshe. Confidence ni muhimu, lakini kuna tofauti kati ya confidence na kujiona bora kuliko wengine. Ongea kwa utulivu, usiharakishe kujibu kila kitu. Usijaribu kumimpress kwa kila sentensi. Mwanaume anayejiamini hahitaji kujitangaza kila dakika. 3. Usimtafute kila dakika kumfuata kila wakati, hakumaanishi unampenda zaidi. Wakati mwingine unahitaji kumpa nafasi ya kukumiss na kuendelea na maisha yako. Usitume meseji 5 ikiwa hajajibu ya kwanza. Interest should be mutual. 4. Mfanyie cheke. Humor inaweza kusaidia kuvunja ukuta wa mwanzo, lakini usilazimishe utani. Kuwa wewe mwenyewe. Kama una uwezo wa kumfanya acheke kwa njia ya heshima, mazungumzo yanaweza kuwa mepesi zaidi. 5. Usiogope kumwambia unachohisi. Usizunguke miezi 6 ukijifanya wewe ni rafiki tu wakati unataka relationship. Ukiona kuna connection kwa wakati unaofaa, mwambie kwa heshima kwamba unamvutia. Huhitaji speech ndefu. Nafurahia sana kuongea na wewe, na kwa kweli nimeanza kukuvutia. Kisha mpe nafasi ajibu. 6. Heshimu hapana. Hii ndio mbinu ambayo wanaume wengi husahau. Akisema hapana, usibishane, usimlazimishe, usimwambie nitakubadilisha mawazo. Mtu ana haki ya kukataa, na cha kushangaza ni kwamba mwanaume anayeheshimu jibu la mwanamke huonyesha kitu muhimu sana: maturity. 7. Jenga maisha yako. Usifanye mwanamke kuwa center ya maisha yako yote. Kuwa na malengo yako, marafiki zako, kazi yako, hobby zako. Mtu anayekuwa na maisha yake mwenyewe huwa na kitu cha kuzungumzia na kitu cha kumpa mwingine zaidi ya attention tu. 8. Usijaribu kuwa mtu ambaye si wewe. Usijifanye una pesa nyingi ikiwa huna. Usijifanye unapenda vitu usivyovipenda. Usibadilishe personality yako kwa sababu tu unataka akupende, kwa sababu ukifanikiwa kumpata kwa kutumia personality ya uongo, utaendelea kuigiza mpaka lini? 9. Mwache awe huru kuchagua. Mapenzi mazuri hayahitaji kulazimisha. Unaweza kuonyesha interest, unaweza kumwomba mtoke, unaweza kumwambia unampenda, lakini uamuzi wa mwisho ni wake. You can open the door, but you can't force someone to walk through it. 10. Be a man of value, na hii ndio pointi ya mwisho. Usifikirie tu nifanye nini ili mwanamke anipende. Badala yake jiulize, nifanye nini ili niwe mwanaume mwenye thamani, heshima, malengo na tabia nzuri. Because a woman doesn't need a perfect man. She needs a man who knows his worth, respects her worth, and knows what he wants. Kwa Kiswahili, mwanamke hahitaji mwanaume mkamilifu. Anahitaji mwanaume anayejua thamani yake, anayeheshimu thamani yake, na anayejua anachotaka. Na hapo ndipo siri ilipo. Usimlazimishe mwanamke akupende. Jenga connection, onyesha interest, heshimu boundaries, kuwa wewe mwenyewe. Kama anakupenda, mapenzi yatakuwa kwa hiari. Kama hakupendi, heshimu uamuzi wake na songa mbele. Kama umejifunza kitu kupitia story hii, bonyeza like,
subscribe na follow Sauti ya Moyo, na niambie kwenye comments ni mbinu gani kati ya hizi 10 ambayo unaona wanaume wengi huikosea. Tutakutana kwenye story nyingine ya Sauti ya Moyo.